Shalom, mimi naitwa Jof. Leo sijibu swali japo nataka tushare kitu kimoja tu kidogo ambacho nimetamani leo tuzungumze, alafu utaratibu wa maswali tutaendelea nao. Sasa nikataka nikutie moyo pia, of course nikwambie wewe ambaye umeokoka na unakutana na changamoto. Ukiokoka haimaanishi kwamba hautakutana na changamoto. Ukiokoka una advantage ya kwamba Mungu anakupenda. Ukikutana na changamoto utazivuka, lakini sio kwamba ukiokoka hauwezi kuumia, mtu hawezi kukuumiza. Hapana, unaweza ukaokoka na Biblia inasema muwe na hasira lakini msitende dhambi. Wakati mwingine pia unaweza ukakasirika na ukapata hasira, lakini jua lisikuchwe kabla hauja iondoa ile hasira, kwa maana ya kwamba utengeneze. Biblia inasema samehe 7 mara 70 hata kama umekosewa. Kwa tunaishi kwenye ulimwengu ambao changamoto ni nyingi sana. So sio kwamba ukiokoka hautakutana nazo. Changamoto utakutana nazo, lakini uamini ya kwamba pamoja na hizo changamoto ushindi. Upata kuna mistari mingi sana Biblia ipo ya kututia moyo, kutuonyesha kwamba duniani kuna dhiki lakini tujipe moyo, tuna vikwazo na tuna majaribu. Kwa hiyo kuna ule mtazamo, na watu wengine wanawafundisha watu kama unapitia changamoto wewe haujaokoka, wewe haumjui Mungu. Hapana, unamjua Mungu lakini utakutana na changamoto. Ndio maana kuna watu wanaumizwa kwenye ndoa zao, kuna watu wanasumbuliwa. Changamoto ni nyingi. Umeokoka lakini bado unakutana na vikwazo ofisini, umeokoka unakutana na vikwazo kanisani, kuna watu wanakufanyia vurugu. Tunaishi kwenye mazingira ambayo yana changamoto nyingi sana. Nachotaka nikwambia ya kwamba usikate tamaa. Ukisoma kwenye Biblia kuna misali ambayo inatuelezea kwamba duniani tutakutana na changamoto. Ukisoma kwenye kitabu kile cha Yohana sura ya 16 mstari 33, Biblia inasema hivi: hayo nimewaambia mpate kuwa na amani ndani yenu. Ulimwenguni mnayo dhiki, lakini jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu. Yesu alikuwa anawaambia wanafunzi wake kwamba maisha ya dunia yana changamoto, mateso na majaribu, lakini Mkristo hapaswi kukata tamaa kwa sababu Yesu tayari ameshinda ulimwengu. Hivyo hata kama kuna dhiki, tunatakiwa tuamini ushindi kupitia Yesu Kristo. Ukisoma tena Luka 22:31 mpaka 32, Simoni, tazama, shetani ameomba ninyi ili wapepete kama ngano, lakini nimekuombea wewe imani yako isipungue, nawe utakaponirudia uwatie nguvu ndugu zako. Hapa Yesu alikuwa anazungumza na Petro kwamba shetani anataka kuwajaribu wanafunzi ili imani yao idhoofike, lakini Yesu alimwambia Petro ili imani yake isimame hata watakapokutana na changamoto. Shetani anaweza kujaribu watu wa Mungu, lakini Mungu anaweka mipaka na anatetea imani ya mtu aliyemwamini. Baada ya majaribu, Mkristo anapaswa kuwasaidia wengine wasimame kiroho. Ukikutana na changamoto, ukishinda, ni jukumu lako wewe kuwasaidia wale wengine ambao wanakata tamaa. Ukisoma kitabu cha Petro wa kwanza mstari wa 5 mpaka sura ya 5 mstari wa 8 na 9, Biblia inasema iweni na kiasi na kukesha, kwa kuwa adui yenu Ibilisi kama simba aungurumaye huzunguka akitafuta mtu kummeza. Mpingeni huyo mkiwa thabiti katika imani. Lakini pia ukisoma Yakobo 1:12 inasema heri mtu astahimilie majaribu, kwa maana akiisha kukabiliwa atapokea taji ya uzima. Ukisoma kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ya 10 mstari 13, jaribu halikuwapata ninyi isipokuwa lililo la kawaida ya wanadamu, bali Mungu ni mwaminifu, hata acha mjaribiwe kupita mwezavyo. Ukisoma kitabu cha Warumi 8:18, mateso ya wakati huu wa sasa si kitu yakilinganishwa na utukufu utakaofunuliwa kwenu. Kwa hiyo hivi ndivyo ambavyo nataka nikwambie, unapokutana na changamoto, kabiliana na changamoto, mtegemee Mungu, mwamini Mungu, ushindi upo. Haimaanishi ya kwamba ukiwa umeokoka hautakutana na changamoto. Changamoto utakutana nazo, lakini ushindi upo. Tunashinda zaidi ya kushinda kwa sisi ambao tunamwamini Kristo Yesu. Mungu akubariki sana. Nitafurahi sana kuendelea kupata maoni yako kwenye kile ambacho tumekizungumza. Kama una chochote karibu, lakini pia kama una swali usisite uliza, niko hapa kwa ajili ya kuendelea kuzungumza pamoja na wewe. Mungu wa mbinguni akubariki sana.